kuumba mwanadamu, kuna baadhi ya vitu vya uumbaji wa mwanadamu anatofautiana na viumbe vingine. Itoshe tu kwamba mwanadamu wewe umeumbwa ni kiongozi, kiada iko kwa mikono yako. Wewe haufai yawafaa kuwa ndio kiongozi waongoza watu. Walladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an, Mwenyezi Mungu amewaumbieni nyinyi yote ambayo yako katika ardhi, bimaana wewe wayapeleka yote ambayo yako katika ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba akaumba namna alivyoumba, lakini wewe mwanadamu Mwenyezi Mungu akasema khalaqtu biyadayya, nimekuumba kwa mikono yangu mwenyewe. Yaani kwa riziki Mwenyezi Mungu ametektai kukuumba wewe mwanadamu ili ujue watofautiana na viumbe vingine. Na katika kitu kingine ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba tofauti na viumbe vingine ni kwamba kila kiumbe anayeumbwa akija katika ulimwengu wa mwenyewe amekuwa automatically install tabia ndani yake. Hakuna malaika ambaye kwamba utwalilishwa kuwa malaika. Malaika yoyote akiumbwa akiingia ajua tabia za kimalaika. Hakuna jini ambaye kwamba uumbwa akapelekwa skuli kufundishwa ujini. Yeye mwenyewe akiinuka ajua mimi jini tabia zangu ni hizi. Hakuna mnyama ukasikia kuna shule ya wanyama, yaani paka wako unapeleka skuli akasome upaka, ajue paka na vipi. Hii ni automatically ajua mimi ni paka na ajua namna ya upaka. Tatizo liko kwa huyu mwanadamu. Mwanadamu ndio kiumbe peke yake akiumbwa ama akizaliwa, anazaliwa hana tabia ya aina yoyote, ako empty. Sasa yategemea wewe utamweka wapi. Ukimweka na malaika atabehave kama malaika, ukimweka na mashaitani atabehave kama shaitani, ukimweka na wanyama atabehave kama mnyama, na ukimweka na binadamu ata-adapt system ya ubinadamu. Na ndio kuona binadamu ndio viumbe peke yake kwa wamejengewa skuli na sehemu za kwenda kusoma ili usome ubinadamu ni kitu gani. Bila hivyo huwezi kujua ubinadamu ni nini. Na ndio ukaona Mwenyezi Mungu alipotuwekea hivyo, kuna baadhi ya mambo ambayo tutasoma katika taarifa kauli. Mwenyezi Mungu atuambia kwamba illa man asamahumullah, kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu amewahifadhi. Tukisoma katika taarifa kauli tunaona kwamba mwanadamu wa kwanza alikuwa hajui nguo, alikuwa hajui mambo ya nguo, wala alikuwa havai nguo, wala alikuwa hana sheria. Lakini ukisema hii si binadamu wote, kuna wale Mwenyezi Mungu amewahifadhi kama mitume. Kwa hivyo tunaposema kwamba mwanadamu akizaliwa anazaliwa hana adabu, hana heshima, hana tabia, maana yake ni kwamba mitume wamevuliwa. Mitume ndio viumbe peke yake katika binadamu wakizaliwa, wazaliwa naturally wako na tabia ndani yao. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mitume ndio role models. Sisi twazaliwa empty ili tukopi kwa mitume tuweze kuadapt katika maisha yetu. Ndio mtume akaambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mtume ndio kiigizo. Kwa hivyo wewe kama mwanadamu, ikiwa kuna mtu yoyote ambaye kwamba wamwiga wamkopi asokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama mitume ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wewe wako biro. Uko maana kwa kwamba sio mafundisho ya Mungu wala sio mwenendo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ilikuwa ni lazima mwanadamu azaliwe bila tabia ili apate kukopi kwa mitume. Kama wewe unavyoenda kufanya mtihani, ile karatasi ya mtihani ukipatiwa lazima iwe iko empty ili uweze kujaza answers katika karatasi. Lao utapatiwa karatasi ya mtihani na tayari na answer, ukishindwa kukopi. Ndio mwanadamu akazaliwa hana tabia ili aweze kukopi kwa mitume. Lao angezaliwa tayari mwanadamu ana tabia, ilikuwa hana time ya kukopi mitume. Tayari mimi niko nishajaa tabia, ndio tabia yangu haikuwa anaweza kukopi kitu chochote. Lakini sasa swali yake, wakopi nini wewe mwanadamu? Sisi ni wakopi paste, na haswa vijana. Tuzungumza na vijana mliohudhuria hapa, kwa sababu nyinyi kama alivyosema Ustadh Mahmud, nyinyi ndio walengwa. Hawa masheikh waliokaa mbele huku na kina Ustadh Sagafu waliokaa kule nyuma, hakuna mwenye akona shughuli na wao kwa sasa hivi, kwa sababu sijui ni kipi ambapo utaweza kuwaambia hawa wakabadilisha imani yao ama akida yao. Tatizo ni mimi na wewe ambao kwamba bado hatujakomaa katika imani, hatujakomaa katika akida.
Sisi ndio ambao kwamba tuna lengo. Sasa kikubwa ni wewe ujitambue kwanza, jitambue wewe ni nani, kisha utambue kiongozi wako ni nani, na hakuna vitu ambavyo kwamba waweza kukufanya wewe ukatambua kiongozi wako kama jalsa na majalis kama haya ambayo kwamba tuko ndani yake, kwa kufuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, alimu auladakum ala thalathi khiswali, wafundisheni watoto wenu vitu vitatu. Hubbi nabii, kitu cha kwanza ni kumpenda Mtume, na hii haipatikani isipokuwa katika vikao kama hivi. Maana ukishampenda Mtume utataka kumjua Mtume, ukishamjua Mtume ndio utamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itakuwa umeingiana na malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kitu cha pili, na hubbi ahli baiti, ni kupenda familia ya Mtume, kwa lugha za kisasa kupenda masharifu na kuwashika mkono, kwa sababu wao ndio watakupeleka kwa babu yao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tilawati Qur'an, na kupenda kusoma Qur'ani kwa sababu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu, fahamu kwamba wewe umeumbwa hauna tabia ambayo kwamba iko automatically installed ndani yako, lakini Mwenyezi Mungu hakukuacha hivyo kwamba uinstall kitu chochote ambacho kwamba unataka. Utapata virus ikiwa install kile unakiona umeinstall, utapata virus. Mwenyezi Mungu alikuguide, atakuonesha nimekuumba kwamba huna tabia, lakini huyu ndio ambaye kwamba anaweza kuinstall kitu chochote unachokitaka. Inshallah mpaka hapa ndio tumeweza kutekeleza yale ambayo tumeamrishwa. Wa assalamu alaykum.